Mwisho, mimi najua ya kwamba mumesema nyinyi ni watu wakimbiaji wa sehemu hii, nyinyi ni watu wa riadha, nyinyi ni watu wa michezo, na nchi yetu nzima ni nchi ya sporting nation, si ndio? Na ndio sababu nimekubali ya kwamba ile stadium iko pale Olenguruoni ambaye tumeita jina ya Faith Kipyegon, hiyo stadium tumeweka milioni 400 kujenga hiyo stadium iwe ni stadium ya kisasa. Vile vile ile stadium ulijenga hapa Afra ikajengwa nusu. Sasa nimechukua hiyo stadium, nimeweka milioni 550 nikamilishe, nijenge iwe ni status ya international. Tunaelewana? Na pia gavana wenu aliniuliza niwamalizie hospitali ile kubwa ya hapo Nakuru, ndio tuwe na hospitali level 5 ikielekea level 6. Pia nimekubali hiyo, nitatumana watu yangu watakuja kuwatengenezea, ndio Nakuru iwe na vifaa ya kutosha ya kupeleka mambo yao mbele. Kwa sababu ya mvua na bado mimi niko na shughuli nyingine, mimi nimefurahi kufika hapa. Huyu mjumbe wenu Bwana Mutai ameniambia iko shule hapa inaitwa Baringo. Ati ni hiyo Baringo ama ni gani? Baringo ameniambia wanahitaji bus. Mimi wewe mheshimiwa nitakuacha na milioni 5, utaongeza yako ununue bus. Si ndio? Mauna hata? Ama tumekubaliana watu wa Nakuru? Tumekubaliana? Sasa sikizeni. Nafasi ambayo tuko nayo sasa ni nafasi ya kujenga taifa letu la Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu na kwa uwezo wenu, kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote. Wakenya kutoka jamii zote, kaunti zote, dini zote. Jukumu letu ni kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Mimi nataka niwahakikishie Wakenya wote, hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma kwa mambo ya maendeleo. Sisi wote ni ndugu moja, wa taifa moja. Siasa duni ya kujaribu kugawanya Wakenya na mapendeleo na ubaguzi haitafanyika chini ya serikali hii. Tunataka tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa maneno na matusi na mambo ambayo hayafai. Kenya itabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo. Na ndio mimi nawauliza viongozi wote, sote tuungane, tushirikiane.